Nemana sana mwanchi muriere bwitaseni kya Ndizi TV ne biro bindende tokumira na asomoro biri bw'Esabari Yoboonchoreria asobere togotarira omwanchoreria bwiri tukoria rero uyora beka gusangana intwe amange ase omorobiriga omwanchi muringo kwaligani bene birinde togosanga asobwa mogende kutugotestin sema chiche mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, a website www.ndizitv.net. Yangiri bagiri bene kwaligani omwanchoreria bwiri tukoria rero atumanye na kyakorokwa na nde aiga ngaitare karibu sana. Aha, namwega. Nimwega. Wala tena. Karibu sana kwa kipindi. Kwa Kisii tunasema mbuyore. Ndiamona. Okay, karibu sana somoroberio. Nabwo tumanyana kyokorokwa na nde mbonchereri kibolio gokora. Majina yangu Jane. Mama Joy, Mama Dubai Shop. Na jina lingine Beneza. Na mimi ni muuzaji wa vyombo. Na ninashukuru Mungu juu biashara imepiki, iko sawa. Okay. Aha, Dubai Shop. All the way mpaka kwani Kisii iko na Dubai? Dubai Shop. Mbona ukachagua jina Dubai? Huko ndio ninatoa vyombo vyangu original zenye customer wanapenda. Okay. Pengine hii biashara jeni ulianza lini? Hii biashara imeenda nimeona iko na faida. Nimekaa kama miaka 10. Miaka 10. Hii biashara tu ya vyombo. Hii biashara ya vyombo. Aha, pengine ulianzia wapi ukafikia hapa mahali pa vyombo? Vyombo navyo nilianza vyombo vidogo sana. Kuna jamaa mwingine alikuja akanisaidia. Nikaenda nikaleta town vyombo kama bidhaa kama 10 hivi. Na nimeona imeendelea, imeenea na customer nimekuwa mwaminifu kwao. Ninawaletea vitu mzuri zenye zinadumu original zenye hata hazijawa frustrate. Okay. Pengine wakati ulianza nani alikuelekeza wakati ulianza hii biashara ya vyombo? Hii biashara ya vyombo kuna pahali nilitembea Nairobi. Nikaona mtu ameanza biashara imeenea ya vyombo na mimi nikamuomba mawaida akanielekeza. Paka akaniambia si lazima utoe hapa Nairobi, unaweza enda hata outside Kenya. Okay. Wakati ulifika huu mji wa Kisii pengine ulianza tu na vyombo ama kuna biashara ulifanya ndio ukagrade ukafika kwa vyombo? Nilianza na manguo. Nikaenda viatu na saa hii specifically nina specialize sana na vyombo. Pengine wakati ulikuwa unaendelea kuwa ukiwa mtoto mdogo ukiendelea kukua wakati hadi umefikia wakati saa hii pengine uliweza kufikiria hata siku moja kwamba utakuja kuwa mwanabiashara? Well, mimi kulingana na kipawa changu nikiwa mdogo nilitamani sana kuuza. Na hata nikatamani sana kuwa mwanabiashara. Na ndipo sasa zile nilimaliza pahali nilifikia shule niliweza kutamani na nikaambia mamangu aniwekee biashara kadogo hivi. Nikaanza kidogo tu, sikukaa kwa muda mrefu nikaolewa. Ndio nikawekewa biashara na mume wangu. Okay. Umeweza kutuambia hapo awali kwamba wakati ulianza tu na vyombo kidogo sana. Pengine tueleze ulianza na vyombo vipi? Ni sufuria, ni sahani, vikombe, na ikafikia wapi ukaweza kupanua duka lako? Well, nilianza na sahani. If I'm not forgetting. Sahani na vikombe vya plastic. Hapo ndio nilianzia. Pengine biashara ilienda vipi hadi ukafikia sasa wacha uanze kutoa vyombo katika ule mji wa Dubai? Hiyo nayo customer nao wali demand. Wakaanza kutaka vitu za dhamana, vitu za high class. Na nikaona at least wanatamani vitu mzuri. Okay. Pengine unaweza tuelezea ni vyombo vipi ambavyo unaviuza katika hili duka lako? Vyombo nina specialize na sahani.
vikombe, lunch box, hot pots niko nazo. Niko na classic plates za ruminant. Niko na classic glasses, vikombe, na hata electrical kettles I have them. Lunch boxes I have them. Na unique hot pots. Okay. Pengine hebu tuelezee kidogo customer wako wa kwanza ulimpata vipi na umeweza kummaintain hadi wa leo? Customer nao ni wengi na at least Mungu amenisaidia kuwa maintain in a way kuwaletea vitu unique. Mungu amenibariki na customer wa chini, wa katikati, na hata wa hali ya juu. Wale wanahitaji vitu unique, I have them. Like kuna wenye wanakwambia hawataki hot pots za kawaida. Kuna wengine wanasema hawataki lunch box za kawaida. I'm able, ninajaribu kuwaletea zile unique. Okay. So those are the maintainers of my customer. Pengine una connect aje hadi Dubai unaenda kuleta vyombo vyako? Huwa tunatuma order, zinakuja, tunapick Nairobi. Okay. Pengine unatumana order kulingana na customers demand ama wanakuupdate vyombo vimeingia? Well, wale wa ng'ambo Dubai huwa wananipea the unique, tena na make order. Customer nao wana demand that unique things, natuma. Na kitu yenye imenisaidia sana, vyombo zime glow na zime pick. I've been using WhatsApp status. So nimekuwa na new customer every now and then. Looking at the status. Okay. Hivyo vikikuja una update pale kwa status, at least customer wako wanafanya order. Yes. Pengine wakifanya order, do you deliver? Yes. Hata kama si zote, najaribu kuwafikia. Okay. Mbona ukachagua kujitenga kando ukuwe na duka lako? Mbona mnge kama mahali pamoja? Niliona ni vizuri kuwa kando because I wanted to specialize on vyombo. Na yeye ana specialize na nguo na viatu. So those are parallel different businesses. So lazima ningekuwa kando na yeye awe kando. Pengine kuna mahali inafikia unahitaji maybe uwasia kutoka kwake ama usaidizi wowote kuimarika katika biashara? Nashukuru Mungu, mume wangu ameadvance sana na biashara. Hata yeye huwa ananipea mawazo. Kama ni mambo ya maintaining the customer, huwa ananipea mawazo, ananisaidia, ananiongezea. Na yeye huwa hata ananisaidia kifedha. Okay. Najua mama wanapenda sana vitu vya jikoni. Wakati wateja wako wamekuja, pengine wewe unawa advice, unawaambia output kama hii ama thermos kama hii inaweza kuwa nzuri kwa kuserve wageni. Unajua kuna wale maybe ndio wameingia kwa ndoa, ni wachanga, hawajui vyombo ambavyo vinatumika. Wewe unawa advice? More especially here in Kisii, especially Ogembo, watu wameadvance sana kujenga manyumba. Na mostly watu wakimaliza kujenga nyumba, I thank God, hii duka yangu huwa mtu anakuja na ika 20,000, anakuja anafanya shopping, ana stock hiyo nyumba yake. When it comes to the newly married people, huwa wanakuja after wedding, they just shop, and I've seen this doing well in this vyombo. Okay. Yeah. Kuna wale ambao maybe wako na events, wanataka kupea mtu zawadi, pengine wao wanakujia vyombo kwako? Yeah, like just yesterday, there was a certain couple, they were going for homewarming. Homewarming. I was pleased, my dear. They bought unique hot pots here in my shop. Even now I'm intending to kufanya shopping. Nataka ni update we huko Dubai, unique hot pots, because
ni kama zimeniishia. Sababu ya demand is very high. Pengine ni nini kile ambacho unaangalia ama ni vyombo vipi ambavyo unaangalia katika mji wa Kisii watu wanapenda kununua sana? Well, mi naona vitu kama hotpots, sahani, hizo vitu huwa zinatembea sana. Thermos, like niko na kiombe huwa inakuja mara 3 kwa wiki. Wanachukua hotpots na those unique hotpots. Like wananunuliana. Wanakupea order, wanasema tunataka hizi. I have so many kiombe. Nimbwate ebyombe binge. Wego jase duke. Wagora chio hotpots. Pengine kuna wale ambao maybe wameona vyombo pale mitandaoni, wanakuja na kuonyesha picha na kwambia tunataka hizi vyombo, pengine wewe unazipata ama unafanya vipi ambavyo unahakikisha kwamba customer kile kitu ambacho amekuitisha anakipata? Ndiposa nilisema kuna sometime like now vile kuna upungufu wa pesa, nikiona niko na demand kubwa sana ya customer, huwa ninaomba pesa kutoka kwa mume wangu, ananisaidia ndio ninaweza kudeliver. Because customer wakiwa na high demand na supply ya pesa ikiwa kidogo, lazima uhitaji pesa. Na kama mume wangu hana, kuna pahali huwa tunaenda tunakopeshwa vitu, tukimaliza kuuza tunawarudishia pesa. Ningependa ushikilie hapo tuingie mapumzikoni, tukirudi tutaweza kutueleza, anajua kwamba siwe peke yako unauza hivi vyombo, pengine wewe una deal vipi na competition. Ningependa ushikilie hapo, tukirudi tutaweza kuzungumza mingi. Pia mwana sana mwanchi Yoboonchoreria kagenda gusanga ase omorobiri gw'Esabari Yoboonchoreria asogendete gusanga nere Mama Joy oyo ogenderete gutumanya amange igoro Yoboonchoreria bwa kondo mwanchi Yoboonchoreria yatoso ase omutima komoke igo toskatonyegera kwirantara segeke kiribosio elinde togenda gusanga nere amange. Ndizi TV, obwansu bw'omugusii. Ndizi TV, obwansu bw'omugusii nigo bono yakonikerundekerene negokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bw'ogusii neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asede kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura Yoboonchoreria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere
n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na bwigo usonje mirubuli yito chinsemero ngebirnenye nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso Gusii. Omwanchu muliriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwanso bwomu Gusii obolemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bwekerero asabalemi bonsi imeyaliro bali Gusii nabeire ngo batebya nga obolemi nobonda naboigo obolemi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali Gusii tumera nabalemi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye obolemi bw'omugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo morobeli bwobolemi nobonda oyogo kira botambeli tukole maine ense moneno sugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro yobolemi nande nigongo gotebya nga tekane irio tware obolemi obonene elindo onyara ko bagokora obolemi nabo gotware ikigingege sinini kurinde okoro obolemi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga obolemi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie Jumatano chinsa isano ni mocha mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande baka somole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansa iga Ndizi TV obwansu bwomu Gusii Biamono sana omwanchi mulyeria bwetaseni kya Ndizi TV nande to kwaligania sento da yakabere chintagenda gusanga meyo morobeli bw'Esabari Yoboonchoreria astagenda gusanga no Monchoreria jen kurugaiga asenseme ya ogembo aseduka ya Dubai oyogende gukora obonia webintu byo kuriera na berika gotweresera abukare tobeto gusanga nera mangi kuri nande to kwaligania sento ndeyiga atogendere gusanga amange jen unaweza tuambia kwamba unadilaje na competition katika huu mji wa Ugembo? Competition nayo iko lakini Mungu amenisaidia, kitu imenisaidia kushinda competition ni kuwa na stock na make sure stock iko kushida competition. Kama damos unaona kama zimeisha, una make sure hakuna siku customer atakosa hiyo damos haiko. So kwa side ya competition na make sure stock iko. So hiyo na imenisaidia kudeal na
competition. Second, price. We don't hike prices. Tumekuwa na prices zenye iko moderate, haiko juu. We don't get a lot of profit. Tunakuwa na profit kidogo yenye inafanya vitu zimove kwa vyombo. Okay. Ukiangalia katika huu mji wa Kisii, ni vyombo vipi ambavyo watu wanapenda zaidi? Vyombo zenye zinaenda sana moso kwa hii duka yangu ni sahani, masufuria, kama wakati kama huu watoto wamefungua shule, lunchbox, na moso wa mama kuliko kununua lunchbox wananunua na hotpots. Ndio hizo hotpots ndogo wanabebea watoto kwenda shule. Na kitu ingine inaenda sana 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 kwa saidi yangu ya hii duka ni unique hotpots. Na kitu ingine inaenda sana sana ni hizi vitu za kubebea maji. Kama saa hii unapata wamama wengi wanapenda kubeba maji moto. These thermos za kubebea vitu moto huwa zinaenda sana kwa duka yangu. Okay. Ukiangalia ni challenges zipi ambazo unapata katika hili duka lako? Challenge nazo ziko. Challenge ni sometime when customer na demand hizo thermos, unapata pahali naitisha huko Dubai ama zikiradi kutoka Nairobi, unapata sometime you don't have pesa za kutosha. So this wakati pesa ndio challenge. Kuna vyombo ambavyo unauza viko very fragile. Sijui huo una deal aje nazo wakati maybe umeletewa. Kuna vile ambavyo unapata vimepasuka kidogo, maybe una deal aje na suppliers wako usimuumize asikuumize pia. Kama last month kuna water bottle nililetewa na ilikuwa na challenge kidogo, kuna kama 3 zilikuwa zimefunjika. Na tuliweza kusaidiwa na wale supplier wetu. Vile niliwapigia nikawaambia mzigo imefika, water bottle 3 zikiwa zimefunjika, tuliweza kugawana the lost costs. Kwa hao ambao wana order vitu, unajua si lazima mtu akuje hadi kwenye duka lako akuje kuchukua vile vitu ambavyo ameona umepost maybe kwa social media. Sijui unatumia njia zipi kuhakikisha kwamba umepata vile vitu vikiwa sawa na kwa urahisi sana? Kwa kufikisha hizo vitu kwa customer, huwa sometime tunatumia motorbike. For example, kutoka hapa mpaka Kenyanya, tunaweza peana gari kutoka pale kwa stage. Ama mtu unatuma mfanyikazi wako mmoja, unamtumia hiyo vitu ameona kwa status. Kutumia mitandao ya kijamii, kwa mfano maybe Facebook ama status, WhatsApp, imekusaidia vipi katika hii biashara yako? Hizo vitu za mtandao zimenisaidia sana. Sana. Like now I have almost kama watu 5 wanahitaji hotpots zenye sijaweza kulete, lakini kama saa hii niko na order ambao nastahili nitumanishe, wanahitaji. Kwa hivyo hiyo mtandao imenisaidia sana. Watu wanapata hizo vitu in time. Pengine kwa upande wako, unajua tumeweza kuangalia biashara mingi saa zingine wakishirikiana mume na mke, saa zingine kuna kule kukosana ama unapata watu hawakui waaminifu. Pengine wewe kwa upande wako na mume wako, uhusiano umekuwa vipi katika kuimarisha hii biashara yenu? Kwa uaminifu, lazima kuwe na challenge katika doa. Lakini especially sisi wa mama tunastahili tuwe waaminifu katika biashara. Kulingana na jamii yangu, nimeona nimejaribu kuibalance. Katika hii biashara yangu, nimejaribu kubalance biashara na familia because hapa ndio shamba langu. Na nimeweza
kuomba Mungu anisaidie nisipeleke pesa kwingine. Ndiposa hii familia ipate chakula, hii familia tuweze kusimamisha hii biashara. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu katika uaminifu wa pesa na doa nimeona kama imenisaidia sana. Okay. Unajua nyinyi wote ni wanabiashara. Sijui duka lenu mnalifungua saa ngapi, mnafunga saa ngapi, na pale nyumbani huwa mnashirikiana vipi? Hapo nao kuna challenge because mume wangu ni mwanabiashara, mimi ni mwanabiashara. Kwa hivyo tuko na challenge sana kwa kufungua na kufunga. Lakini nimejaribu kama mimi mwanamke najaribu kuamka mapema ndio nifikie masaa ya kufungua kazi yangu. Na moso kuna kuchoka. Kuna kuchoka. Kama mama akiwa kwa biashara, kuna boma, kuna watoto. Ninajaribu sana hata kama kuna kuchoka. Okay. Pengine kuna mtoto wenu ambaye mmeweza kumfunza maneno na biashara? My first born anajua hiyo biashara. Hata kama ile kalia ako nayo si moja na hii, lakini huwa anatusaidia holidays akitoka shule. Kuna seasons ambazo unapata demand ya vyombo iko juu sana. Kwa mfano wakati wa holiday sana maybe kuna events mingi, kuna weddings, kuna events mingi. Maybe unafanya aje, una deal na hizo seasons? Kama last month on August. By the way, it was very busy kwa vyombo. Paka nikaweza kuona kama pesa zimeniishia juu the demand was very high. Na niuliweza kwa saidi ya mume wangu akidilu na manguo, akienda kulete mzigo na finya hizo pesa za nguo ninaweza kuziweka kwa upande wa vyombo. Pengine akiendea kuchukua mzigo wake, pengine unaweza mtuma pia akuletee vyombo? Ninafanya order. So kitu ananisaidia yeye ni kuona mzigo imewekwa kwa gari. Mimi order mwenyewe mimi ndio ninaifanyia yeye, mimi peke yake. Hakuna mwingine ananifanyia order. Mimi mwenyewe ninajifanyia order. Naye mume wangu ana make sure imefika kwa gari na imenifikia. Okay. Sijui kwamba uliweza kuweka mikakati ipi mkaweza kuwa na ule uaminifu wewe na supplier wako. Unaweza tumanisha mzigo kutoka Nairobi alete. Unajua wengi wao wanadanganya sana. Unapata uliitisha dhamos fulani wanakuletea. Wewe kwa upande wako imekuwa vipi? Hapa ni uaminifu wa pesa. Uaminifu wa kulipa mzigo. Kitu ya kwanza niko na muindi huwa ananitumia pesa vitu kama hata sijalipa. Uaminifu. Hata hanijui lakini mume wangu vile anaendaga Nairobi anajua pahali zinaradi hiyo mizigo. Na huyo muindi ameweza kutuamini sana. Na ametuamini kwa kiaji. Tumekuwa tukilipa pesa vizuri in time. Akinipea wiki moja, mimi hiyo pesa make sure imelipwa. Pengine siku za usoni ama miaka 5 iliyo mbele, pengine unataka ufike wapi? Kulingana na tamanio ya moyo wangu. Huwa ninaambia mume wangu sijui siku moja nitaenda hata mimi kujiletea kutoka Dubai. Niweze kujiendea hiyo mzigo nipate hizo bidhaa pahali zinatoka zenyewe. So tamanio ya roho yangu nifike huko Dubai, niweze kupanda ndege, niende nikalete vyombo. Kuna wamama wako pale nje hawajui kwamba Mama Joy hapa kwa hili duka la Dubai ako na vyombo classic. Hebu utumie ile kamera uelezee, uwakaribishe, waambie vyombo wanaweza pata hapa ni vyombo vipi. Nataka utumie hii kamera. Hapa Dubai tunauza bidhaa za vyombo za aina mbalimbali. Kuna za plastiki, kuna melamine, kuna unique hotpots, kuna sufuria za kifahari, kuna
pan za kupikia chapati, kuna za kukaangia mayai. Ningetaka kuwakaribisha katika hii duka langu la Dubai Shop Ogembo. Huwa linapatikana opposite Koti na bei nafuu na bei nzuri. Na wakaribisha. Okay. Kuna wale ambao wanapenda wine. Kuna zile glasi za wine. Paka glasi za wine tunauza. Ziko hapa, ziko kwa wingi. Ningependa pia upe wasia wako wa mwisho. Kuna wale wanabiashara pia wanajaribu, wanang'ang'ana. Unajua wewe tangu mwanzo kwenye ulianzia mpaka hapa mahali ambapo umefika ni neema. Pia na wao wapate ile neema. Mimi ningetaka kuwapatia motisha wale wanaweza tamani kuanzia hii biashara ya vyombo. Kitu ya kwanza ni kuwa waaminifu katika biashara yako. Usijidanganye na faida kubwa. Penda faida kidogo ambayo inafanya bidhaa zinaenda haraka. Na ningetaka kuwaambia ya kwamba biashara ni kuvumilia. Usikose leo, kesho ukose kufungua, ukufe moyo. Kesho inaweza patikana ukikosa leo. Okay, tumeshukuru sana kuzungumza nawe. Natumai kwamba mpenzi mtazamaji atachukua jukumu la kutembelea hili duka na kununua bidhaa zako. Mbia wana sana mwanche muligereria kwabere ko gusangana into kutoka cyage tumurubiri goikabona tekiro mwelia na gusemere ko nenga kwabere gukumanya amange gwetera omoncherere buri tkoya kondo mwanche muri gukirabu na togo ikera omwelia bwo kumurukira omurubiri bwesabari Yoboonchoreria tumira nilitkolinde astra beto kumirana no mwancherende elitare ne kerubo Frida twara obuligereria worobia. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii niga gukoretera ensemo iliyotamanyite